Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya leo nimeokoka, Kristo ni Bwana katika maisha yangu. Jina langu ni Kevin Elar. Ninampenda Yesu sana sana sana. Haleluya. Nimetoka Turkana. Turkana ndio nyumbani. Na ninashukuru Mungu sana kwa kutoka maeneo hayo. Najua kwamba kuna historia nyingi inatoka katika sehemu hiyo ambaye labda wengine wenu amungependa kuisikia. Haleluya. Wakati mwingine ukisikia kwamba kuna banditry inaendelea mahali fulani, usisahau kwamba katikati pale ambapo banditry inaendelea kuna wale ambao wanamtambua Kristo. Haleluya. Na kila wakati ninakuwa encouraged sana na historia ya Yesu Kristo, mahali ambapo walikuwa wanasema hata Nazareti hakuwezi toka kitu. Haleluya. Lakini tunajaribu kujitia moyo kwamba pale Nazareti ambapo walikuwa pamedharauliwa ama pameonwa kwamba ni kama mji mdogo, pale ndipo wokovu ulitoka. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndio wokovu ambao tunajifunia sasa hivi, na hiyo ndio wokovu ambaye imetusimamisha kama Wakristo katika ufalme wa mbinguni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na kupitia huo wokovu sisi tumeweza kupata nguvu, na kupitia huo wokovu sisi tumeweza kupata uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya leo ninamshukuru Mungu zaidi kwa kuniwezesha na kunijalia neema ya kusimama mbele yenu. Najua kwamba wakati mwingine si jambo rahisi, wakati mwingine waweza kuwa na wasiwasi utaenda kunena lipi. Haleluya. Lakini kile ambacho Bwana ameliweka ndani mwangu jioni ya leo ndicho ninaenda kunena nasi, na najua kwamba pengine inaweza kuwa ni marudio ya yale ambayo tumeweza kunenewa hapo awali. Bwana Yesu asifiwe. Nikifuatilia historia tangu mahali ambapo tulianza revival yetu, mtumishi wetu Jen aliweza kuzungumza kuhusu that I am the head and not the tail. Hallelujah. And the moment God has chosen you to be the head, hata kuwe na mpango ya aina gani, kama ni Mungu mwenyewe amesema kwamba ni wewe utachukulia hiyo nafasi, hakuna jambo lolote ambalo litaweza kujia kati na kusuia wewe kuweza kuwa kichwa. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi sisi ambao tuliweza kuteuliwa na Kristo Yesu, sisi tumefanywa kichwa katika kila jambo. Haleluya. Kumaanisha kwamba hata wakati mwingine hatufai kuwa na wasiwasi ya ni lipi ambalo tunaenda kulinena zaidi wakati tunatoka mle nje tukinenea watu wengine. Haleluya. Maana ujumbe ambalo wewe umebeba ni ujumbe ambalo ni la uongozi. Haleluya. Ni jumbe ambalo ni kichwa zaidi ya yote ambayo yanaweza kuzungumziwa. Haleluya. Ninashukuru Mungu maana hilo neno lilikuja kwa njia ya aina yake, na asubuhi ya kuamkia hiyo asubuhi nyingine tukaweza kuelezwa kwamba sisi ni chumvi ya dunia. Haleluya. Ya kwamba chumvi umetumika kutia ladha kwenye chakula. Bwana Yesu asifiwe. Na vivyo ndivyo sisi wa Kristo tuko tukiwa humu duniani. Haleluya. Tumetumika tukaweze kuleta tukaweze kurejesha maisha ya wale ambao wamepoteza matumaini. Bwana Yesu asifiwe. Tulielezwa kwamba kuna ladha tofauti ambaye sisi tumebeba kama wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ninashukuru Mungu maana hayo maneno yote yanaambatana na yale ambayo ninaenda kuyanena siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. We even spoke of redemption, which is the message that I'm going to speak today about the power of the cross. Hallelujah. I know that Jesus Christ has already risen and he has ascended. Hallelujah. But the message remained to be firm here in this earth. Hallelujah. That through his crucifixion, we were able to receive some
powers from him. Hallelujah. And that is why we are going to speak about the power of the power of the cross. Hallelujah. When Jesus Christ was taken to the cross, hallelujah, there are so many reasons as to why Jesus Christ was taken to the cross. Hallelujah. First of all, before aende kwa hiyo cross, he went through a lot of processes. Hallelujah. He faced rejection amongst even his people. Hallelujah. And you, even as a Christian, you are supposed to be ready at all time to face rejection. Not everyone will love you. Hallelujah. Sometimes you may think that wewe ni mkamilivu, lakini kuna yule ambaye anakuonea gere na hata kupenda tu jinsi ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza kupaka mafuta wakati uko na yeye, lakini akienda pale kando bado anazungumza mambo tofauti na yale ambaye anakueleza wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi tunapoishi humu duniani tuwafahamu kwamba kuna wale ambao watatupenda sisi na kuna wale ambao sisi tutakaa kama chukizo mbele zao. Bwana Yesu asifiwe. Maana hii habari au injili ya Kristo Yesu si wote ambao wanaifahamu vyema, na wanahitaji tu kupewa ile ufahamu ili na wao wakaweze kuenenda nasi katika safari hii. Bwana Yesu asifiwe. Ninapozungumza kuhusu habari au nguvu za msalaba, tunajua kwamba kuna maneno ambayo yanatokana kutokana na Yesu kusulubiwa msalabani. Bwana Yesu asifiwe. First of all, I want us to talk about power and understand what power is. Hallelujah. I know we've been speaking of power in different ways. Hallelujah. But the understanding of what I have about power is you having an influence or being able to command something. Hallelujah. So when you have an understanding of the power of the cross, you are able to command some things into our lives. Hallelujah. So I defined power as the ability to influence or direct or even command things. Hallelujah. So this is the power that we possess through the crucifixion of Christ Jesus on the cross. Hallelujah. Praise Jesus. And this cross has been used as the bridge to connect us with who? With God. Hallelujah. And I want to tell you that if Jesus Christ was not in that cross could be meaningless. Hallelujah. Praise be to the name of the living God. So kumaanisha kwamba the thing that gave the cross power is Jesus Christ being there. Hallelujah. And the purpose of Jesus Christ being on the cross was to save us from our sins. Glory be to God. Ile Yesu Kristo kuweka msalabani aliweza kutukomboa sisi kutoka dhambini. Hallelujah. Na kupitia msalaba tuliweza kupokea yafuatayo. Ya kwanza, our sins are forgiven and we get healed. Hallelujah. So this thing, sometimes the sicknesses that we possess or the sicknesses that we experience in our lives is as a result of the sins that we've committed. Hallelujah. Glory be to Jesus. So we need to make sure that we align ourselves with the way of Christ if we want to be saved. Hallelujah. If you want your life to be good or if you want to be healed of anything that you experience in your life, first of all, you need to align yourself with the ways of Jesus Christ. Hallelujah. And you need to shun away from sins. Sins ni kitu ambaye imetufanya sisi tukaweze kujifunga kama wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Huku nje tunaweza kuwa tumeokoka lakini ndani mwetu kuna mbwa mwitu. Haleluya. Tunakaa tu kondoo tumetulia, lakini ukitoka mle nje wewe ni mnyama tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi ufai kuonyesha utofauti, ufai kuwa tofauti kama wewe ni Mkristo kamili. Bwana Yesu asifiwe. Wacha ukaweze kuonyesha utofauti kati yako ya wewe Mkristo ambaye unamfahamu Kristo Yesu na Mkristo ambaye anafahamu Kristo kwa jina. Haleluya. Tunaweza sema kwamba tumeokoka, Yesu ni Bwana, ndio. Tunakuja tunasema kwa kanisa, yes ndio nimeokoka. Lakini baada ya hapo yale ambaye yanatokea, sisi wa kanisa tunafahamu wewe umeokoka, lakini mle nje unakula burudani yako kama kawaida. Alafu ukipatwa na yale ambaye yanakupata,
unasema kwamba nimelaaniwa. Si laana, ni dhambi. Haleluya! Na hivyo basi unafaa kuitubu, maana pale msalabani Kristo Yesu alikufa ni kwa ajili ya dhambi zetu sisi. Haleluya! Hivyo basi tutaenda kusoma hilo katika kitabu cha that is 1 Peter 2:24. 1 Peter chapter 2 verses 24. It speaks about our sins being forgiven and we being healed. Hallelujah. Praise be to God. Glory to Jesus. That is 1 Peter 2. 1 Peter 2 verses 24. The Bible says that he himself bore our sins and in his body on the cross, so that we might die to sin and live for a righteous life. By his wounds you've been healed. Hallelujah. So that is to tell us that Jesus Christ went through a lot on the cross so that we can be forgiven our sins. Praise be to God. And we being forgiven our sins, we've been given, you have that power, or you have that opportunity to seek for forgiveness to God and ask God for healing. Hallelujah. Because sometimes I've said the sicknesses that we possess or the sicknesses that we experience in our life is as a result of the sins that we've committed. Hallelujah. And remember, sin and Christ Jesus are two different things. Hallelujah. They cannot be together. They are like water and oil. Hallelujah. So you need to be different. Hallelujah. As the Son of God, as the person who believes in the power of the cross. Hallelujah. You need to understand that you are healed, and the experiences that you're experiencing maybe because of what you've done. Sometimes hiyo guilt tu inakuambia ulifanya, lakini wewe unajaribu kuikazia kusema nimeokoka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Usikazie, iachilie na uombe msamaha. Bwana Yesu asifiwe. Na hilo litaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Tumpe Bwana utukufu, maana yeye anastahili. Jamani, tumshangilie Yesu ni kwa ajili ya hiyo. Hiyo inatueleza kwamba yeye hakufa bure. Yeye kukufa kwake ulileta uponyaji na usamehefu wa dhambi. Haleluya. Jambo la pili ambalo Kristo Yesu alikufia msalabani ni kuwa through his crucifixion we experience reconciliation. Haleluya. Kwamba ile uhusiano wetu na Mungu Baba baada ya mwanadamu kutenda dhambi uliweza kukatika. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kukawa na utofauti kati yetu na Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Kristo Yesu kuja msalabani, yeye aliweza kufa ili sisi tukaweze kuletwa pamoja na Baba Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na we are being told that the blood that is shed on the cross brought reconciliation. Praise be to the name of the living God. So we who are living right now in Christ Jesus, we need to understand that the cross, or Jesus Christ dying on the cross, he brought reconciliation. Hallelujah. Yani he had to endure this pain. Yani ilimbidi yeye kumwaga damu yake ili akaweze kutuleta sisi karibu na Baba Mungu wetu. Hallelujah. Hivyo basi kuna nguvu katika msalaba. Kuna nguvu katika nini? Na hivyo Kristo kufa msalabani aliweza kuturejesha na kuweza kutuleta sisi karibu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi ninajifunia sana, maana hii kuletwa karibu na Mungu iliweza kutupatia sisi hiyo uwezo ya kuweza kuzungumza na Mungu Baba kupitia Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kama Mkristo unafaa kujifunia jioni ya leo ya kwamba una huo uwezo, ya kwamba wewe umeletwa karibu na Mungu Baba. Na wewe si kama wale wengine ambao bado hawajaweza kumtambua Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hii nguvu ya msalaba twafaa kujifunia sisi wote, maana ilileta mambo mingi katika maisha yetu sisi wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe.
Jambo lingine ambalo tunaweza jambo lingine ambalo tumeweza kujifunza kupitia nguvu ya msalaba ni kuwa we've received the power. Praise be to the name of the living God. Andiko likaweza kutueleza katika Wakorintho wa kwanza 1:18 ya kwamba the message of the cross is foolishness to those who are perishing. Hallelujah. So we are different from those who are in the world. Hallelujah. Because this message that we are preaching now, it seems like it is foolishness to the ears of those who are perishing. Hallelujah. But to us, this message has given us power. Hallelujah. To us, this message has given us strength. Hallelujah. To us, this message has given us power to influence the life of people living here on this earth. Hallelujah. To us, this message has made us to be the head in this earth. Hallelujah. And so, tunafaa kujifunia kwamba kufa Kristo msalabani imeweza kutupatia sisi uwezo wa kuwa viongozi. Haleluya. Uwezo ya kuweza kucommand mambo mengine katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio uwezo tunafaa kujifunia kama Wakristo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nguvu za aina tofauti tofauti. We have different powers and people operate in different powers. Hallelujah. Hata wachawi pia wana nguvu yao. Haleluya. Lakini nguvu za wachawi ni za kupotea, zitakushikilia tu kwa muda. Haleluya. Lakini hii ya Kristo Yesu ni nguvu ambayo wewe umepewa, na kila wakati yani when you have this power of God in you, because now you have Christ, that is the power of God you possess. You are able to do things that seems hard in the eyes of normal people. Watu wa kawaida. Remember, you are an extraordinary person. Hallelujah. While you are in Christ, you are an extraordinary person. Hallelujah. You don't just operate things normally, because you operate under the influence of the power of God. Hallelujah. You don't just operate under the influence of human being. You know, sometimes when you are under the influence of human being, huyo mtu anaweza kupimia hewa. But Jesus Christ has given us this one freely. Praise be to the name of the living God. Tunafaa kujifunia ili. So we have that power. Power to command and drive away demons. Hallelujah. Power to revive back that which has been lost in our life. Hallelujah. Sometimes we might be losing hope in life, but because we have that power, we keep on telling God, here I am, Jesus, and don't allow this thing to pin me down, but grant me the strength to endure this. Hallelujah. Because God has granted you that grace, and He understands you as His own son, He gives you the strength and power to operate. Hallelujah. So we are able to command things into our lives. Even if there is sicknesses that are trying to pin us down, our strength comes from Him that liveth in us. Hallelujah. He is the one that gives us strength each and every day. Hallelujah. Sometimes you can work, utafanya kazi ifike jioni, wakati mwingine unaenda kulala, unakumbuka ndio unafaa kuomba, lakini unasema Mungu, unaelewa nimechoka. Asante kwa kuniongoza siku mzima. Na wewe unaenda. Hallelujah. Praise be to the name of the living God. But remember that God Himself has given us power. Hallelujah. He is our strength. Hallelujah. So anytime that you feel like you're very weak, remember Lord Himself is our strength. Praise be to the name of the living God. And lastly, the thing that the cross brought into our lives is victory over evil. Hallelujah. We have Yesu Kristo mwenyewe alishinda kifo. Bwana Yesu asifiwe. Mbona sisi tusishinde yale ambaye yanatufuata sisi katika maisha yetu? Hallelujah. Najua wakati mwingine tunaweza chukulia vitu vingine ni vitu vya kawaida, lakini hivi vitu si vitu vya kawaida. Praise be to the name of the living God. So tunafaa kufahamu kwamba we have Kristo aliweza kushinda msalabani, and so that victory
we also possess as the sons of God. Hallelujah. Remember, Christ Jesus is the Son of God. Hallelujah. And through him we have access to to God the Father. Hallelujah. And so if we have him in us, we are more than conquerors. Hallelujah. Can you tell yourself that I am more than a conqueror? I am more than a conqueror. So this is my prayer tonight, that as we leave this place, just understand that you are more than a conqueror. Hallelujah. And another thing that we need to understand is that we were able to receive victory over any other thing. Hallelujah. And that is why he said it is over. Hallelujah. Yote yamekwisha. Haleluya. Magonjwa yamekwisha. Haleluya. Hata mapepo tunayaondoa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine usidhani mengine unayafanya kwa uwezo wako wewe. Haleluya. Don't take credit. Usijifunie. Mtu anasema, ndugu, kama unaweza homba hayo masaa yote. It is the grace. Haleluya. Kama unaweza omba mapepo yaondoke. It is God doing it. Hallelujah. It is not you. Let him be glorified and not you. Hallelujah. You just accept to be used by God the Father. Hallelujah. Accept Christ to be in you and do things in accordance to his will. Hallelujah. And as you command things, we need to command it in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Because this name is the name that carries power. Hallelujah. It is the name that even when demons hear, they bow. Hallelujah. Because the name Jesus brought healing unto here on earth. Hallelujah. Is coming. Him dying on the cross brought healing here on earth. He is coming. Brought salvation here on earth. The purpose of him dying on the cross is that we may be saved. Is that mwanadamu hata mmoja asipotee. Hallelujah. Maana sisi wote Mungu mwenyewe anatamani sana tukaweze kurithi huu ufalme. Lakini kuna mambo ambayo yametusuia sisi. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tusikae kama tusijifanye kondoo ila hali ndani mwetu sisi ni wanyama wa mwituni. Haleluya. Wacha wokovu wetu ukaweze kuonekana. Bwana Yesu asifiwe. Umu ndani na pale nje, wacha wokovu wetu ukaweze kuonekana. Saizi wakisema Kevin Elara hapa hivi ako sawa, lakini pale nje anaweza kuwa anafanya vitu vingine tofauti. Wacha utofauti ukaweze kuonekana. Bwana Yesu asifiwe. Hii nguvu ambaye Kristo aliweza kuweza kutupatia, ama haya maneno ambaye Kristo aliweza kuyashinda ni kwa ajili yetu. Wacha tukaweze kuwa na ufahamu ya kwamba kupitia hayo yote yeye alikufa ni kwa ajili yetu sisi. Bwana Yesu asifiwe. Tuisichukulie tu kama jambo la kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Sana sana wokovu si kitu ya kuchezea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hii wokovu tumeuchukulia tu kama jambo la kawaida kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Ninajaribu kusema wacha utofauti wetu ukaweze kuonekana. Haleluya. Haya maneno manne ambayo tumeweza kuyapokea, tuyatumie na tukaweze kujitia nguvu. Zaidi ya yote, jua kwamba wewe una nguvu na una uwezo, maana Kristo Yesu mwenyewe aliweza kutujalia. Bwana Yesu asifiwe. Mubarikiwe sana na wacha Mwenyezi Mungu akaweze kuwatenda mema. Amen. Karibu sana mtumishi.